Asante sana mkuu. Mkuu, tumekuja. Ile kazi uliosema tutaiona, tumeshaiona. Lakini sasa yule kijana pale mtaani ni maarufu sana. Tulichokuwa tunaomba sisi, ombi letu ahame mji kabisa, au sio dadangu? Ni kweli kabisa, tunahitaji apotee. Hilo ondoeni shaka. Sema ninachokihitaji, mfateni popote alipo, tumieni nguvu zote mpate nyewe za utosini katikati, mtaniletea. Kazi yenu itakuwa imekwisha. Sawa mkuu, tutafanya kama unavyohitaji. Tunashukuru sana. Naweza mkaondoka. Binadamu wana wema, kwa nini? Kwani hivyo ndivyo? Kwani nini? Kwani binadamu wana wema, kwani nini? Kwani hivyo ndivyo mnavyosema? Kwani nini? Kwani binadamu hawana wema? Kuwa uyaone ndo haya waliokuwa wanasema. Nilijua ni uzushi, kumbe mchawi ndugu. Wanaweza ukampenda sana, kumbe mwenzi anakupa. Waweza fanya wema kabatili, wanaweza kukutenda usifikiri. Watakuvua nguo kwenye mwili, alafu watashindwa kukostili. Kwani wako wapi? Napoteseka mwenyewe. Licha ya mateso unayopata, kuna mtu ananijali. Licha ya vitimbi ninavyopitia, kuna mtu ananijali. Mambo. Hai. Leo nataka tunakupenda. Unataka utaki? Unataka utaki? Unataka utaki? Ndio hapo. Chukua. Yeye nikufungujie. Haya, kunywa hapo. Kunywa. Waliokuwa wanasema. Nilijua ni uzushi, kumbe mchawi ndugu. Wanaweza ukampenda sana, kumbe mwenzi anakupa. Waweza fanya wema kabatili, wanaweza kukutenda usifikiri. Watakuvua nguo kwenye mwili, alafu watashindwa kukostili. Msomali. 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 Bado mzima shemeji, sawa? Msomali amka. Sikilize mimi, sawa? Hii ndo hali ambayo iko nayo kwa sasa hivi.
Kwa hiyo tutafute namna gani ya kumsaidia tokana na hii hali na sio kumlilia. Nimechizika penzi la chizi, nimechizika penzi. Ndio tusemeni. Tutafute namna ya kumsaidia twende. Tutafute namna ya Oa sister vipi? Wapupa kama uleweki babu. Oa. Njoo. Sogea hapa. Oa vipi? Mbona kama vile una mawenke hivyo? Oa sikiliza. Nataka kipochi. Nataka kipochi. Oa wewe. Sogea hapa nipaje kama babako unajua. Oa wewe. Kwanza kuna watu wanaona. Oa kuna watu wanaona. Njoo. Njoo. Oa vipi? Kama na mawenke. Oa, hii namba chapo ujue. Yaani ukiona sura hii hapa, ujue namba chapo yani. Oa, sikiliza. Oa. Unajua mimi namba ngapi kunatoka sasa hivi hadi namba 45, ujue mimi namba 174 oa. Funga na kutoka gereza zote hapa. Dadangu. Mimi nakupendea hapo. Najua dadangu ushindwe na kitu wewe. Sasa. Nipatie hizo. Lakini kaka, nimeibiwa kaka. Afu dada napenda sana masiala. Hebu acha masiala bwana. Kwenye kweli tufanye kweli bwana. Hebu nipatie huo mzigo bwana. Na maanisha kaka, sio masiala, nimeibiwa. Bwana, mimi utoto wako sitaki bwana. Kwani bado hujaacha tu utoto wako? Yaani kaka na maanisha ninavyokuambia hivi nimeibiwa. Nimefanikisha kila kitu, nimechukua nywele, nimeweka kwenye pochi lakini kuna mtu katokea kanipola na pochi yenyewe. Hata ninavyokuambia sina simu, sina chochote, nimepola vyote. Ina maana kukuamini kote dada yangu. Ina maana unanigeuka. Yaani na wewe ushaanza kunizunguka mimi, si ndio? Hapana kaka, sio hivyo. Nilifanikisha kila kitu. Pochi nimepolwa na maanisha kaka. Siwezi kukuzunguka kakaangu. Huwezi kuniambia tu umeibiwa. Kila slice tu umeibiwa vipi? Hapana kaka, nilifanikisha kila kitu. Pochi nimepolwa na maanisha kaka. Siwezi kukuzunguka kakaangu. Kwa nini? Kwani binadamu wana wema? Kwa nini? Kwani hivyo ndivyo unavyosema? Shangazi, unataka kuniambia ufahamu chochote? Hapana, sijui chochote. Mara mwisho niliongea naye alikuwa anarudi safari na akaniambia atakuja, ila nashangaa mpaka leo naona kimya. Hii mbona inanishangaza sana? Haufahamu chochote kile? Mimi sijui chochote. Kiukweli sijui nianzie wapi kukuelekeza. Lakini nashangaa kuona yeye mpaka sasa hivi ufahamu chochote. Hali ya kwamba Msomali yupo katika hali ambayo sio ya kawaida kabisa. Na nilitegemea wewe hizo taarifa lazima utakuwa nazo. Lakini unavyoniambia kwamba hauna taarifa yoyote, hautambui chochote kinachohusiana na Msomali, hapo nazidi kuchanganyikiwa katika akili yangu. Mbona unanitisha? Amepatwa na nini? Msomali kwa sasa hivi amekuwa chizi. Yaani Msomali amekuwa chizi? Yaani nikisema chizi kwamba amtambui mtu yoyote yule. Mbona hizi taarifa mimi kwangu zimekuwa ngeni? Na ili hali anakaa na ndugu zake, hata simu ameshindwa kunipigia. Na hicho ndio kitu ambacho mimi nachoshangaa hapa. Nilitegemea wewe unafahamu. Kizingatia wewe ni shangazi. Yaani nilijua hichi kitu wewe unakifahamu, lakini kwa kuwa wewe unaniambia ufahamu, ndio hapo naposhangaa kuna nini ambacho kinaendelea katika hii familia yenu. Hali ya kwamba wewe ndio shangazi na mimi ni rafiki tu.
Ili linawezekana vipi na ndugu zake mbona hawajanipigia simu? Ina maana bila wewe kuja hapa, mimi sijui chochote na nisingejua. Na mtu anakaa na ndugu zake, hivi ni kweli? Hawajakupigia simu? Mimi sina taarifa yoyote, nikwambia sijui chochote. Hii taarifa ndo kwanza unanipa wewe. Kwani hao watu wamekuaje? Ikiwa mimi ndo mkubwa wao wanashindwa kunipa hii taarifa, ni taarifa nzito sana. Kwa hiyo tunafanyaje shangazi? Maana nimestuka kuona hii kitu hapa kinachoendelea katika hii familia yenu. Sawa, mimi nimekuelewa. Hapa itabidi niende kwa nyumbani kwao nikajua kuna tatizo gani. Au imekuwaje wameshindwa hata kunipigia simu. Mimi sioni kama kuna haja ya kupoteza muda. Acha mimi niende au tuongozane mimi na wewe nikajua tatizo nini. Na kwa nini hawajanipigia simu? Sawa, ila mimi kuongozana na wewe hapa hapana, kwa sababu kidogo kuna sehemu kidogo nitaelekea. Wewe unaweza ukaenda. Kitakachojili utaniambia. Sawa. Wewe nikajua imekuwaje. Kwa nini? Kwani binadamu wana wema? Wewe vipi kwani? Kwani wewe mwanamke? Kwani wewe unahitaji kuwa mama mjengo huko ndani? Wewe koma wewe. Sawa. Kila siku nakwambia usinisumbue. Siwezi kutembea na mshirikina. Iwe mwanzo na mwisho. Sio, unanielewa? Utaki kuwa na mimi? Basi sawa. Nitakuonesha. Umuoneshe nani? Hebu pita huko. Licha ya mateso unayopata, kuna mtu ananijali. Licha ya viti nimeonana na shangazi yake na anaonyesha ajui kabisa lolote ambalo linaendelea juu ya Msomali. Nimeongea na maneno mengi sana. Kwanza nilikuwa na mdadisi nijue kwamba anajua au hajui, lakini nikaja kugundua kwamba hajui chochote, na mimi nikamweleza kila kitu ambacho Msomali sasa hivi anakutana nacho na jinsi ambavyo Msomali alivyo kwa sasa. Kwa shemeji, ulimwambia alireact vipi yani? Kiukweli shangazi yake ameonyesha kwamba amechukizwa sana na ile tabia ambayo alijitokeza, kwamba hajafahamishwa chochote kinachomhusu Msomali mpaka sasa hivi, na ameniambia kabisa kwamba mara ya mwisho yeye kuwasiliana na Msomali ile siku ambayo Msomali kwa safari na arudi, lakini baada ya hapo hakuwa na taarifa nyingine yoyote. Ina maana mimi ndo nimemzindua masikio yake. Kiukweli yule ndo mtoto wa kwanza kabisa kushirikiana naye. Amenionyesha imani kubwa sana. Naamini tukishirikiana naye Msomali atakaa sawa. Ukizingatia wewe ni shangazi yake. Kama unavyojua shangazi ni mama. Kwa hiyo ana uchungu naye pia. Basi shemeji, naomba unisaidie kuhusu Msomali. Nini apone haraka? Usijali shemeji yangu. Kikubwa ni kumwachia Mungu. Mimi naamini kila kitu kitakaa sawa. Mimi ni rafiki wa kweli kabisa kwa Msomali. Na nitahakikisha nafanya chini juu mpaka nakaa sawa shemeji yangu. Naomba uniamini. Sawa? Nashukuru sana shemeji yangu. Wewe ni rafiki wa kweli sana kwake. Maana toka Msomali akumbwe na hilo tatizo, wewe upo bega kwa bega na yeye. Nashukuru sana shemeji yangu. Usijali shemeji yangu. Siwezi nikasababisha ukonde kabisa. Shangazi huyo. Shangazi, karibu. Fadhila! Shangazi. Si ukaribie ndani sasa. Yaani wewe unikaribishe mimi hapa? Mimi ni mgeni. Hii nyumba kajenga marehemu kakaangu. Kuna sehemu sipajui katika hii nyumba mpaka unikaribisha karibu ndani.
Hivi nyinyi mkoje au mna roho gani? Mmekaa mmetulia kabisa, mnajisahau kwamba hii nyumba amejenga baba yake Msomali. Nyinyi mama yenu waliolewa tu, mnajisahau kabisa. Hivi nyinyi wakishinda kunipa taarifa kama Msomali anaumwa, mpaka mimi taarifa nazitoa kwa watu wengine, mmekaa mmerelax tu. Na usiniangalie huko. Shenzi nini wewe? Unaniangaliaje mimi hivyo? Alafu nyinyi inaonekana mnapenda sana kumuona mwenzenu anahangaika huko majalalani, mmetulia tena mnafurahishwa. Mimi nitamshughulikia, yule ni mwanangu, nitamshughulikia mpaka mwisho wake na atapona. Na ndo mtaponijua mimi vizuri. Yaani nyie amnijui mimi vizuri, ila nitawakomesha. Nitawakomesha kabisa, nyie amnijui vizuri mimi. Nitawakomesha. Dada, hata nazi ilianzia kwenye kidaka. Walioyataka wao, Mwenyezi Mungu hakutaka. Wamenunua baskeli, ni aheri wangenunua hamba kupata kamba. Maneno yao ni sawasawa na kujigamba kwetu. Haswa kaka. Afu yule sinajifanya na kamdomo, tutamfunga ule mdomo wake mpaka ashinde kuongea. Guys, niambie. Nitegemea utapotea, unajua ni kitambo sana wewe kuja huku. Mimi siwezi kupotea hapa. Mimi Bon Town kitambo. Afu nimesoma hapa, nimemaliza hapa. Hata kama nikae miaka 15, 20, siwezi kupotea. Okay, sawa. Nipe kaifa uvoenda huko ni kwani. Yaani sijui wale wanangu kwanza wakoje. Ila nimewashia moto, wenyewe wajiamini. Nimewashia moto. Shangazi acha makuzi bwana. Umewasha moto kweli au unanipamba tu hapa? Si unanijua mimi shangazi yako? Yaani katika hivyo vitu sidai kukoseaga. Nimefunga mtaa. Sijui kama wale leo watatoka hata ndani. Yaani katika siku ambazo umenifurahisha shangazi, basi leo umejua kunifurahisha. Yaani leo umenifurahisha. Yaani hapo umenitia nguvu hata mimi. Yaani wale ungekuwa na ukaribu nao, wangekuja kukuhadisia, wangekupa mrejesho. Safi. Nini kinafuata? Penzi la chizi, nimechizika mpenzi.